shida zetu sio tu za chakula, hata pia kuendeleza watu wetu kifedha na vile vingine vyote. Tunaomba pia hapo utushikilie. Laikipia ni kubwa sana, na Laikipia is a very beautiful county. Kwa hivyo tutakuwa tukikuleta kama huku, alafu tunakupeleka unaona wanyama, unasahau mambo ya Nairobi, unakaa huku kwetu na sisi. Kwa hivyo we welcome you again and again and again. Karibu Laikipia sana, Laikipia County, na asanti sana kwa ile kazi nzuri unafanya. Tutaendelea kukushikilia na zaidi tutaendelea kukuombea. Kwa wakazi wa Laikipia, sitarudi nyuma, ile kazi niliwaahidi nitaifanya. Leo nimeshukuru Mungu juu nikifanya kampeni nilikuwa nawaambia vitu zangu ni vitu 3. Elimu, watu wetu wapate pesa kwa mfuko, na ile kitu ya mwisho ni kuhakikisha kila mwana Laikipia ameangaliwa. Mimi naangalia pale, naona Her Excellency ameanza kunisaidia kwa upande wa economic empowerment, kuhakikisha wamama wetu wamepata pesa kwa mifuko yao. Mimi nataka kuambia pesa zetu za vikundi bado hazijaingia, lakini zitaingia. Na kwa hii mara nimesema nitahakikisha kila kikundi katika Laikipia County mtajua kuna pesa ya ngafu, mtashikiliwa na itawafikia kwa vikundi kila kona ya Laikipia mtakapokuwa. Tunaweza sema she is very passionate about empowering women and girls. Si kweli? And we are very happy. We know the backbone of every county, of every nation, of every area ni mama. Na tumeomba mkono wa mama ameweza kufika hapa, na kuinua mama ndio mama asimame vizuri na jamii isimame. Si kweli? This is an opportunity to tap. If only we are very, very much aware that opportunity strike once in lifetime. If God has allowed us to have our guest today, we are lucky. And we are able to tap the resources that you have. Your basket is full for the women of Laikipia. We are able to tackle it, and we are able to have whatever you have. We are very much grateful for that. Tunaona kwa shodo yako kuna ile mambo na elimu, kuna ujenzi, kuna economic empowerment, na kuna the girl child. We would also like to remind you we still have a boy child, and the boy child is now getting down even to self-esteem. Tukiangalia hapa tusiseme wamama peke yake ndio wako na challenge. Hata boy child, as the pastor was saying, wako na challenge. They are voiceless. Wakati wa you can remember wanaambiwa hakuna kulia. Kwa hivyo msichana akilia kilio yake inasikika, lakini mfulana nishi itaenda wase wakiangalia kweli. Tunatazama nishi iende kama wase wanaangalia. Tukumbuke the boy child, tumuinue ajikubali yeye mwenyewe. Na ukienda kwa watu wa vijana wa moda, they feel as tomorrow is the end of the day. They don't have future. Kweli Pastor Marongo, they just feel, hata ukiwakitembea kwa barabara, ukiwatasamia ni kama wamepungukiwa. Lakini si kupenda kwao, wako na challenge, wako na boma. Hawana ya kulisha, hawawezi kulisha boma zao. Wamewezwa na maisha. Ukame ndio hii. Like now as we are speaking, we are expecting a lot of apparent rain. It is not there. Kwa hivyo every household is out of food stuff. Wamama hao ukiwaangalia, hata nyuso zao zinakuambia njaa iko. Si unaona? Leo ukikuja huko, najua kama vile nimeona watu wetu, our sisters and brothers, ambao nimeona kazi mzuri sana. Wale wakina mama wakipata kama ni mambo ya kuku, kufuga kuku. Siku hizi 1 tray ya mayai ni 500. Akiuza tray 5 ni 2500. Si atalipia mtoto school fees, si ataenda kwa ile kikundi yake. Mimi nataka ukuja usimame na akina mama, na ndio unaona wamama wakiwa bise, pombe haitapigwa huko kwa kijiji, hawatakunywa pombe. Unajua hamuongei ile kitu inaharibu watoto wetu. Me I belong to government and I must support the government of today. Pombe imeharibu watoto wetu, ni kweli au si kweli? Lazima wamama muache hiyo mambo, na wale wanapiga pombe huko kijiji mtuambie ni akina manani. Ukiwa bise kama mama utapiga pombe, utaona mtoto hata kunywa pombe. Vile ningetaka kusema ni kuwa when you empower women
you empower a nation, si ndio? Na tumehubiriwa sana na pastor, umefanya kazi nzuri sana kutuambia kuna wamama wengine ndio wanaweza angusha familia ama waamushe. Huyo mama sijui mlimuita nani, aliambiwa ambe ndio Abigail huyo. Kwa hivyo we are happy to be here today, na ile kazi iko mbele yetu ni mingi. Kwa hivyo ningetaka kuuliza watu wale wamepatiwa these machines za kushona, computers zile za nywele na beadwork, mufanye kazi na nguvu, kwa sababu tungetaka mshikane kwa hiyo vikundi. Hiyo pesa mkisha kuwa na hiyo course ya kushona ama hiyo ingine, mjishukane pamoja, mkuwe na vikundi, mtuite hapa tena tuje tuwaongezee hata kama ni seed money kwa hiyo kikundi yenu, ndio muweze kuwa na biashara ya kuwasaidia, si ndio? Kwa sababu kama hatutasaidia wamama na vijana, hii mambo ya njaa katika nchi yetu bado itakuwa, si ndio? Ndio tuangamize mambo ya njaa, umaskini na security. Lazima tukuwe na empowerment for the young people, for women and also for men, si ndio? Kwa hivyo ni vizuri tushikane pamoja, na nimefurahia sana tuko na viongozi wenu wako hapa. Hii mambo ya NCDF sijui jeni kama inasaidianga vijana, tuweke pesa kwa hawa watu ndio waweke pesa kwa mfuko na wapate chakula, si ndio? Tuko pamoja. Hii shanga umenipatia na hii nguo imetengenezwa na Baraka Women's Group. Congratulations. Sitasema mengi sababu one, I am asking you, your Baraka Women's Center, tafadhali mjiunde na Women's Enterprise Fund. This will make the women of Laikipia waendelee mbele. Pesa iko kwa serikali. Mulisikiza hiyo? Yes. Pesa iko wapi? Mjiunde na serikali, mjiinue. Number 2, why I will not speak much. Vile nimeona hapa, nimefungua hiyo center, nimeona tailoring classes, computer classes, beautiful beadwork, gombaru. Wamama wa Laikipia, they know what they want. Mnajua vile mnataka. Yes, hakuna mtu anaweza kuja hapa kueleza fanya hii, fanya hii, fanya hii. You know what you want. Lakini when it comes to women economic empowerment, me, I stand with women. I don't care what party you're in, what kabila you are, bora ni maendeleo ya wanawake, tutafanya kazi pamoja. Wanasema ukiinua mama unainua the whole nation. But today I want to say something. When you also empower a young man, sababu nimesikia sana sana wanasema mambo ya excessive alcohol drinking and drug addiction. When you empower a young man, you make a responsible man. When you empower a woman, you empower a nation. But when you empower a young man, you create a responsible man. So please, as you are empowering your daughters-in-laws, also remember your sons. We will not call them boy child. Sababu ukitumia hiyo phrase, boy. A boy is somebody small, hana akili. So when you want to say we are empowering boys, how can you empower boys? We are empowering young men. They are not boys. And I would like you to stop using the word boy child. Boy child is that child at home, ako kwa jikoni ya mama yake, hajatayariwa. No, we are talking about young men, not boy children. Let us call them young men. Let us make them responsible the way we are making our young daughters, our daughters-in-law and young women responsible through a place like Baraka Women's Center. Nataka kupongeza Baraka Women's Center, run by Mama Teresa, Mama Wanjiro, for the wonderful work you're doing. You have empowered women. They are very proud of you. And I will end up by saying just one thing again. When you empower a woman, you empower a nation. When you empower a young man, you create a responsible man. Thank you, Jane Kagiri, Women's Rep,